Habari za leo mabibi na mabwana, karibuni kwenye chaneli hii. Hii ni chaneli ambayo inaonyesha maisha halisi na jinsi ninavyopambana na changamoto mbalimbali za maisha. Kwa hiyo tafadhali jiunge, tutiane moyo, tusaidiane na tusonge mbele pamoja. Mada ya mwisho kwenye chaneli hii niliongelea kuhusu Airbnb kama njia ya kukuwezesha kupata kipato cha ziada, na video hii iko posted kwenye channel hii na imeshaangaliwa na watu zaidi ya 2400. Kwa kama na wewe hujaangalia video hiyo tafadhali iangalie. Siku ya leo mada ni dhamana za serikali kama njia nyingine ya kukuwezesha kupata kipato cha ziada, na nitaongelea kwa undani kuhusu dhamana za serikali ni nini, faida zake na unawezaje kuzinunua. Dhamana za serikali ni nyenzo ambayo serikali inaitumia kukopa fedha kutoka kwenye soko la fedha la ndani ili kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kuna aina mbili za dhamana za serikali. Aina ya kwanza ni dhamana za muda mfupi au treasury bills. Hizi ni dhamana ambazo huiva kwa kipindi kisichozidi mwaka mmoja, na dhamana hizi zinaiva katika katika vipindi vinne, yaani siku 35, siku 91, siku 182 na siku 364. Kwa hiyo unapokuwa umewekeza kwenye dhamana za serikali unaweza ukaamua kwamba unawekeza kwenye dhamana za serikali za siku zinazoiva siku 35, 91, siku 182 au siku 364. Na kima cha chini cha kuwekeza ni shilingi 500,000 tu. Lakini inabidi ufahamu kuwa kama ukiwekeza kwenye dhamana za serikali za muda mfupi, kile kipato ambacho utakipata itabidi ulipie kodi ya 10%. Kwa hivyo ina maana kwa mfano kama utapata kipato cha 1,000,000, ina maana serikali itaondoka na 100,000. Aina ya pili ya dhamana za serikali ni dhamana za muda mrefu, yaani treasury bonds au hati fungani. Hizi ni dhamana ambazo zinaiva katika vipindi 7, yaani miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20 na miaka 25. Lakini mara nyingi utakuta hizi hati fungani mara nyingi wanatoa za miaka 2, miaka 5, miaka 10, miaka 15, miaka 20 na miaka 25. Na kima cha chini cha uwekezaji ni shilingi 1,000,000. Na uzuri wa aina hii ya dhamana ni kwamba haina kodi. Sasa tujifahamishe faida za kuwekeza kwenye dhamana za serikali. Kwanza ni salama, kwa sababu ukinunua dhamana za serikali maana yake ni kwamba umefanya biashara na serikali na serikali haitarajiwi kukiuka makubaliano na wadai wake. Faida ya pili ni kwamba zinahamishika, hivyo mwekezaji anaweza kuziuza kabla ya muda wake wa kuiva kama anataka kufanya hivyo, na tutaona baadaye kwenye mada hii kwamba wanafanyaje. Dhamana za serikali pia zinaweza kutumika kama dhamana kwa ajili ya mikopo. Kwa hiyo badala ya kuweka kiwanja chako rehani au badala ya kuweka mali zako nyingine rehani, kama umenunua dhamana za serikali unaweza ukaitumia hiyo kama dhamana kwa ajili ya mkopo wako. Dhamana za serikali pia zina kiwango cha faida inayoridhisha. Kwa mfano, kwa mwaka 2023, dhamana za serikali za miaka miwili zilikuwa zina riba ya 7.6, za miaka 7 zilikuwa na riba ya 8% mpaka 8.6, za miaka 10 zilikuwa zina riba ya 9.48, dhamana ya miaka 10 ilikuwa na 10.25, dhamana ya miaka 15 ilikuwa ina riba ya 11.15, dhamana ya miaka 20 ilikuwa ina riba ya 12.10,
na ya miaka 25 ilikuwa ina riba ya 12.56%. Kwa mwaka 2024 riba ziliongezeka. Kwa mfano, dhamana ya serikali ya miaka 20 ilikuwa ina riba ya 15.49%. Ya miaka 25 ilikuwa na riba ya 15.95%. Lakini ilipofika mwaka 2025 2026 riba zikapungua kidogo, kwa sababu nafikiri wanaangalia uchumi unavyoendelea, ndo wanaamua riba ziweje. Kwa mwaka 2025 na 2026 riba zilipungua kidogo, lakini zile za muda mfupi riba ziliongezeka kama unavyoona hapo. Kwa hiyo kwa mfano kwenye mnada ambao ulifanyika tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026, dhamana ya serikali ya miaka 10 ilikuwa ina riba ya 11.75%. Alafu dhamana ya miaka 20 ilikuwa na riba ya 13%, na huu ni kwenye mnada wa tarehe 17 mwezi wa 12 2025. Na mnada wa tarehe 24 mwezi wa 9 ambao ulikuwa ni wa dhamana ya serikali ya miaka 25 ulikuwa una riba ya 13.75%. Kwa hiyo utaangalia kwamba sasa hivi riba ya serikali ya miaka 25 riba yake iko kwenye 13.75%, lakini riba hiyo hiyo dhamana hiyo hiyo kwa mwaka 2024 ilikuwa ina riba ya 15.95%. Kwa hivyo japo inapungua, lakini bado ni faida nzuri, na ukilinganisha hii aina ya uwekezaji na aina nyingine za uwekezaji ambao zinafanana, hii ina faida zaidi, kwa sababu hata mabenki, taasisi za kifedha kama mabenki, taasisi za uwekezaji wa pamoja kama UTT na zenyewe zinawekeza humu BOT. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni njia nzuri ya kupata kipato cha ziada, na riba kwa kawaida inalipwa kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo kwa mfano tuseme riba yako kwa mwaka labda ni 1,000,000, ina maana watakulipa kila baada ya miezi 6 shilingi 500,000. Kwa hiyo ni nzuri, na ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji ambazo unakuta labda unalipwa labda kila mwezi, hii baada ya miezi 6 unapewa mzigo wako wa miezi 6. Kwa hiyo unakuwa umepata kibunda cha kutosha. Haya, tuangalie sasa ni watu gani ambao wanaweza kushiriki katika kununua hizi dhamana za serikali. Kwanza, wakazi wote katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wana haki ya kushiriki katika minada ya dhamana za serikali, na aina za wateja ni kama taasisi mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. Zinaweza zikawa labda kampuni, zinaweza zikawa labda taasisi za kifedha kama mabenki, watu binafsi kama mimi na wewe. Kama mapenzi yamepamba moto, mnaweza mkafungua joint account mume na mke. Mtoto pia anaweza akanunua hizi dhamana za serikali. Sasa ili kushiriki katika minada ya dhamana za serikali, wawekezaji wote wanatakiwa wasajiliwe katika mfumo wa usajili wa washiriki wa Benki Kuu ya Tanzania, kwa sababu Benki Kuu ndio wakala wa serikali ambaye amepewa mamlaka ya kuuza hizi dhamana za serikali ili kupata hela za kuendesha miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hivyo kabla hujashiriki kwenye mnada, ni lazima usajiliwe katika mfumo wa usajili wa washiriki wa Benki Kuu ya Tanzania, na usajili unafanywa kupitia mawakala au wanaitwa Central Depository Participants. Sasa hawa mawakala ni watu gani? Mawakala ni benki zote ambazo zina leseni ya kufanya biashara ya benki, lakini pia na mawakala waliosajiliwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Kwa hiyo wale mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam nao unaweza ukajisajili kwao. Kwa hiyo either kupitia benki au mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hivyo ni vikundi viwili
vya mawakala ambavyo unaweza ukachagua ni yupi ambayo unapenda kujiandikisha. Mimi wakala wangu ni benki ya CRDB kwa sababu niliona kwamba kwa sababu ninafanya transaction mbalimbali na CRDB, ni vizuri pia wakawa ni wakala wangu wa mambo ya uwekezaji. Lakini kwa mtu mwingine angeweza akachagua wakala mwingine yoyote tu, sio lazima akawa benki, lakini lazima awe amesajiliwa. Chonde usije mtu akakudanganya kwamba yeye ni wakala akaiba hela zako. Lazima awe amesajiliwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, na listi ya mawakala wote ipo kwenye tovuti ya DSE, pia ipo kwenye tovuti ya BOT. Haya, utahitaji kuwa na mahitaji fulani ili uweze kukamilisha usajili wako. Kwanza lazima uwe na kitambulisho. Kwa hiyo unaweza kutumia kitambulisho sana sana cha NIDA. Lakini pia lazima uwe na picha mbili za rangi za hivi karibuni. Lakini pia inabidi uwe na hati ya namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN namba. Kwa hiyo ukiwa na vitu hivi unaenda tu sasa kwa huyo wakala au kwa taasisi ya kibenki, unasema kwamba unataka uanze kujihusisha na minada ya BOT. Kwa hiyo wanakufungulia hiyo CDS namba. Haya, tuangalie kalenda na matangazo ya zabuni. Sasa utajuaje kwamba sasa tangazo la zabuni limetoka ili uweze kushiriki? Kwanza, minada ya dhamana za serikali huendeshwa na Benki Kuu ya Tanzania kila wiki kwa niaba ya serikali, na minada inafanyika kulingana na kalenda ya mwaka ya mipango ya fedha ya serikali ambayo hutangazwa na Benki Kuu ya Tanzania kila mwaka ili kuwawezesha wawekezaji kupanga mipango yao ya uwekezaji. Kwa hiyo mipango ya maendeleo ya serikali ikishakuwa imekamilika, wakishafanya bajeti zao, sasa BOT inafanya kazi yake ya kuhakikisha kwamba inatoa kalenda sasa ya kwamba kalenda ya mwaka mzima ambayo inaonyesha ni lini mnada gani utafanyika kwa mwaka mzima, na hii inamsaidia mwekezaji aweze kupanga mipango yake ya kiuwekezaji. Na hii kalenda mara nyingi wanaiweka kwenye tovuti utaikuta kwenye tovuti ya BOT. Benki Kuu ya Tanzania pia hutoa mwaliko kwa wawekezaji watarajiwa kuleta zabuni zao kwa mnada husika kwa njia ya tangazo la zabuni. Wakishatoa hiyo kalenda sasa, baadaye watatoa mwaliko rasmi ambao una maelezo zaidi ya nini cha kufanya au cha kutegemea kwenye huo mnada. Na hilo tangazo linachapishwa kwenye magazeti siku ya Ijumaa na kwenye tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo ukishaona sasa huu mwaliko, ndio sasa na wewe mchakato wa kushiriki kwenye mnada, kama unataka kushiriki inabidi uanze. Huwezi ukaanza tu pale kalenda ambako imetoka, inabidi usubiri mwaliko sasa. Na kama nilivyosema, tangazo la zabuni linachapishwa katika magazeti siku ya Ijumaa, lakini pia na kwenye tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania. Na mchakato wa zabuni unaanza mara tu baada ya tangazo la zabuni kuchapishwa na huendelea hadi saa 5 asubuhi siku ya mnada, ambayo kwa kawaida ni siku ya Jumatano. Kwa hiyo minada yote ya dhamana za serikali inafanyikaga siku ya Jumatano. Kwa hiyo matangazo ya kuhusiana na mwaliko wa mnada husika yanafanyika siku ya Ijumaa. Halafu siku ya Jumatano ndio mnada unafanyika. Na huo mnada unakoma saa 5 asubuhi hiyo siku ya Jumatano. Na minada ya dhamana za serikali huendeshwa kwa mfumo wa zabuni za ushindani na zisizo za ushindani. Kwa kama unashiriki kwenye mnada wa hizi dhamana za serikali, kuna njia mbili za kushiriki. Kwa hiyo unaweza ukashiriki kwa mfumo wa zabuni za ushindani au kwa mfumo wa zabuni zisizo na ushindani.
Njia ya ushindani, kama utashiriki kwa njia ya ushindani, itahitaji utaje bei na kiwango cha kuwekeza hakina ukomo. Baadaye tutaongelea zaidi kuhusiana na kutaja bei. Njia isiyo ya ushindani, ukiamua kuingia kwa njia isiyo ya ushindani, ukomo ni milioni 50 na wala hautahitajika kutaja bei. Sasa wewe watajuaje, watakuchajije bei ya hiyo dhamana ya serikali? Wataangalia wastani wa bei ambazo zimetajwa na wale walioshiriki kwa njia ya ushindani, halafu ule wastani sasa ndio itakuwa bei ya wewe uliyeingia bila ushindani. Na kuna faida mbalimbali. Ukiingia kwa njia ya ushindani, uko likely kununua dhamana hii ya serikali kwa bei uliotaka wewe, sio bei ya kupangiwa, bei uliotaka wewe. Kwa bei uliotaka wewe inaweza ikawa ndogo tu. Lakini hasara pia ya kuingia kwa njia ya ushindani ni kwamba unaweza ukataja bei ambayo imekuwa ndogo sana, alafu mwisho wa siku wenzao wametaja bei kubwa, wale wenye bei kubwa wakachukuliwa, wewe ukaachwa. Na wanaoingia kwa njia ya isiyo ya ushindani, faida yake ni kwamba yani hakuna anayekosa mnada, anayefeli mnada, kwa sababu yani wewe uko tayari kwa bei yoyote itakayokuwa sokoni. Kwa hiyo chansi ya kupata mnada ni asilimia karibu 100, lakini sasa na wewe ukubali kwenda na bei yoyote ambayo itakuwepo sokoni. Na dhamana zote za serikali zina bei halisi ya shilingi 100 kwa kila shilingi 100 unayowekeza. Na dhamana za serikali huuzwa kwa njia ya minada na hufuata mfumo wa bei mbalimbali. Kwa hiyo tutaona. Kwa hiyo unapokuwa unashiriki kwenye hizi zabuni, inabidi kama nilivyosema, kama utataja bei, kuna aina tatu za bei. Either utabid kwa discount, au utabid at par, au utabid at premium. Sasa kumbuka bei halisi ya hizi dhamana ni shilingi 100. Kwa hiyo ukibid kwa discount, ina maana umebid kwa bei ndogo zaidi ya shilingi 100. Kwa mfano, unaweza ukabid kwa shilingi 99 na wakati unajua bei halisi ni shilingi 100. Ukibid kwa at par, ina maana bei halisi ya hizi dhamana za serikali ni shilingi 100 na wewe umebidi kwa shilingi 100. Ukibidi kwa premium ni kwamba bei halisi ya hii dhamana ni shilingi 100, lakini wewe umebidi kwa shilingi labda 101, 105, 110. Na ukibidi kwa discount, maana yake ina maana ni kwamba wewe utalipa kidogo tofauti na thamani halisi ya mnada husika. Ukilipa at par, ina maana ina maana umelipa kwenye bei zinazofanana, hakuna tofauti. Ukilipa premium, ina maana wewe umelipa zaidi kushinda dhamana halisi ya uwekezaji wako au dhamana hiyo. Na ili uweze kuamua bei, inashauriwa kwamba wawekezaji wafuatilie mwenendo wa bei za minada ya dhamana za serikali, au watumie huduma za washauri wa masuala ya kifedha, au wapate mwongozo kutoka kwa mawakala wao. Lakini mimi niliposhiriki kwenye mnada wangu wa kwanza, niliangalia tu mwenendo wa bei za minada ya dhamana za serikali zilizopita, nikaona nikaamua bei yangu mwenyewe. Kwa hivyo mnada wangu wa kwanza nilibid premium kwa sababu sikutaka nikose, na nilipata, japo nilibidi nilipie zaidi. Na nataka kuweka hili wazi. Jamani, kushiriki kwenye hii minada ya serikali haihitaji uwe na mjomba kule BOT, au uwe na shoga uyoga kule BOT. Yaani mtu yoyote, Mtanzania yoyote, wale watu ambao nimeeleza hapo mwanzo ambao wana haki ya kushiriki, wana haki ya kushiriki kwenye mnada na wana haki ya kupata. Wote wana haki ya kupata au kukosa.
Kwa hiyo haiangalii kwamba unamjua nani. Haya. Sasa hii minada hufanyika katika soko la awali. Soko la awali ni pale sasa ambapo unanunua hii dhamana kwa mara ya kwanza na kwa kupitia wakala ambaye atapeleka bidi yako kwa BOT. So baadaye ukitaka kuiuza, kwa sababu nimesema faida mojawapo ya hizi dhamana za serikali ni kwamba inahamishika. Unaweza ukaamua kuiuza kwa mtu mwingine hata kama bado haijaiva. Kwa hiyo ili uweze kuiuza utaiuza kwenye soko la upili, kwa mfano soko la hisa la Dar es Salaam. Haya, tuangalie mfano wa uwekezaji. Kwa hivyo tuseme una milioni 10 ya kuwekeza. Sasa tumeshasema ukiwa unawekeza especially kwa kupitia ule mfumo wa zabuni ya ushindani, itabidi utaje bei, na bei zipo za aina 3, either discount, at par au premium. Kwa hiyo tuseme kwenye mfano wa kwanza una hiyo milioni 10. Hiyo ndio face value au dhamana halisi ya uwekezaji wako, na ukaamua kwamba mimi nitabidi kwa discount, na ukataja bei. Kwa mfano ukasema bei yangu ni shilingi 99.1515. Ina maana wewe hapo umebidi kwa discount. Kama umebidi kwa discount hapo sasa, ina maana kiasi utakacholipia hiyo bondi au hiyo dhamana yako ni shilingi 9,900,000. Kwa sababu umebidi kwa discount, bei halisi ni shilingi 100. Wewe umebidi kwa discount kwa bei ya 99.1515. Na hizi point jamani, ninavyosema hivi, unatakiwa ukote kwa desimali 4 kama unavyoona hapo, ndio mwongozo ulivyo. Kwa hiyo wewe kwenye huu mfano wa kwanza, wewe thamani halisi ya bondi yako ni milioni 10, lakini utalipia tu 9,900,000, na hapo ni kwa sababu umebidi kwa discount. Ukiangalia riba sasa, riba hapo nimechukulia mfano, kwa mfano kama hii bondi ni labda ni ya miaka 25, ambao kwa sasa riba iko kwenye 13.75. Ina maana utapata riba ya shilingi 1,375,000 kwa mwaka. Na hii riba imekokotolewa kwenye ile thamani halisi ya bondi yako ambayo ni milioni 10. Sio hii 9,900,000, na ndivyo inavyofanywa. Kwa hiyo hii 1,375,000 ndio hela ambayo utalipwa kwa mwaka, lakini kumbuka kuponi zinalipwa kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo ina maana nusu ya hiyo ina maana ni 687,500. Lakini pia inabidi ufahamu kwamba pamoja na kwamba unapata hiyo kuponi, riba yako ya uhalisia ni ipi? Kwa hiyo ili kupata hivyo utachukua ile interest rate, utagawanya kwa bei ambao umenunulia bondi yako kama inavyoonekana kwenye huu mfano hapo. Kwa hiyo kwa mfano kwenye huu mfano wa kwanza, riba ya uhalisia ambao sasa imekalkuletiwa kutokana na ile bei uliolipia, so ile thamani halisi ya bondi yako. Kwa hiyo riba ya uhalisia hapo ni 13.86. Kwa hiyo ina maana wewe, japo BOT inasema coupon rate ya miaka 25 ni 13.76, wewe umeifaidi zaidi kwa sababu ulibidi kwa discount. Ina maana sasa wewe interest yako ya uhalisi ni 13.886. Haya, mfano wa pili, una milioni 10 hiyo hiyo. Lakini wewe ukasema unataka ubid at par, kwamba tunafahamu thamani halisi ya nani za serikali ni shilingi 100. Wewe ukasema na mimi nitabidi kwa shilingi 100 hiyo hiyo.
Kwa hiyo kama thamani yako halisi face value ya nani yako ya uwekezaji wako ni milioni 10 na ukabid at par, ina maana utalipia shilingi milioni 10. Haya, na riba ambayo utaipata, tukiendelea na mfano wa riba ile ya 13.75, tukiassume kwamba ni bondi ya miaka 25, utapata hiyo hiyo milioni 1,375,000, na hiyo itagawanyika kwa awamu mbili, na maana kila baada ya miezi 6 utalipwa 687,500. Haya, tuje kwenye riba ya uhalisia sasa. Hii sasa ni uhalisia, yani uweze uhalisia wa uwekezaji wako. Ina maana utafanya mahesabu kama ambavyo tumefanya hapo mwanzoni, na utaona kwamba riba yako ya uhalisia itakuwa sawa sawa na ile riba ambayo unalipwa kila baada ya mwaka. Haya, mfano wa 3, una milioni 10 hiyo hiyo, lakini wewe ukaamua kwamba mimi bwana nataka ni bid kwa premium, kwa sababu nataka ni bid kwa premium niongeze chances zangu za kupata. Kwa hiyo kwa mfano ukabid kwa shilingi 102.1215. Bei halisi ni shilingi 100, lakini wewe ukasema hapana, mimi nitabid kwa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo ukalipa 100 shilingi 102.1215. Kwa hiyo kiasi utakacholipia ina maana kitakuwa ni milioni 10,212,150. Kwa hivyo bondi yako ina thamani halisi au face value ya shilingi milioni 10, lakini umelipia milioni 10,212,150 ili kuipata. Kwa hiyo riba pia inakokotolewa kwa kutumia ile face value yako, sio ile kiasi ulicholipia. Kwa hiyo kwa mfano ule wa 13.75 ya bondi za miaka 25 utapata milioni 1,375,000 kwa mwaka, na kuponi ni nusu ya hiyo. Riba ya uhalisia, wewe utakuwa na riba ya uhalisia ya 13.46. Kwa sababu gani riba imepungua ukilinganisha na ile ambayo serikali itakulipa? Imepungua kwa sababu wewe ulibid zaidi, ulibid kwa bei ya juu zaidi. Unaona Haya. So, sasa umeshafahamu jinsi ya kupanga bei na umeshafanya mahesabu yako, umeona kwamba nikiwekeza kiasi hichi cha pesa kitalipa. Kwa hiyo na umefurahishwa na kiasi cha riba ambacho unaweza ukakipata. Kwa hivyo sasa umeamua kushiriki mnada. Kwa hiyo inabidi baada ya kwamba umeshapeleka zile nyaraka zako muhimu kama sijui kitambulisho, picha za rangi 2, TIN number, ukafunguliwa ile CDS namba na wakala wako au benki yako, inabidi siku ambayo lile tangazo la mnada limetoka, sasa ule mwaliko wa mnada umetoka, wewe kama mteja utajaza fomu ya zabuni ya kuomba kushiriki katika mnada, na baadaye tutaiona hiyo fomu inafananaje. Kwa hiyo fomu iliyojazwa vizuri itatakiwa kuwasilishwa kwa mawakala ambao watachukua maelezo yote na kuyaweka kwenye mfumo wa wawekezaji ambao unaitwa Central Depository System, na kuyawasilisha Benki Kuu ya Tanzania kwa njia ya mtandao. Kwa sababu wewe kama mwekezaji haufanyi biashara moja kwa moja na BOT, unafanya biashara na BOT kupitia mawakala. Kwa hiyo utajaza hiyo fomu, utapeleka kwa mawakala wako wao sasa ndio watachukua maelezo yote, watayaweka kwenye mfumo wa wawekezaji na kuyawasilisha Benki Kuu ya Tanzania kwa njia ya mtandao. Lakini inabidi ikumbukwe kuwa mawakala kwa kawaida wanachaji bei, hawatakufanyia hii bure. Yaani uende CRDB eti useme unataka kushiriki mnada wa kufanyia bure, si bure. Au uende kwa Solomon Stock Brokers au kwa Vertex, au ni baadhi ya mawakala ambao wamesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ambao pia unaweza kushiriki nao kama ambavyo nimesema hapo awali.
watakuchaji bei ya shilingi laki moja kwa kila mnada ambao utaamua kushiriki. Haya, matokeo ya mnada. Sasa tuseme sasa umesha jaza fomu yako ya zabuni, umeshaonyesha kiasi ambacho unawekeza na bei yako, na umeshaifikisha fomu yako kwa mawakala, na mawakala nao wameshazifikisha hizo taarifa zako BOT. Sasa siku ya mnada ambayo imefika sasa, ambayo ni siku ya Jumatano, na mmeshasema mnada unakoma saa 5 asubuhi. Kinachofuata ni matokeo, na matokeo ya mnada yanatangazwa siku hiyo hiyo ya Jumatano, mara nyingi jioni hivi matokeo yanakuwa yameshatoka, kwa sababu mnada unakoma saa 5 kamili asubuhi, lakini by jioni matokeo tayari yanakuwa, matokeo ya mnada ya kuonyesha ni nani amepata na nani amekosa, yanatoka jioni. Kwa hivyo wawekezaji wanaweza kupata matokeo ya mnada kupitia kwa Central Depository Participants au Central Depository Participants, kama nilivyosema hapo awali, ni wale mawakala. So unaweza ukampigia wakala wako kujua kama umepata au umekosa. Lakini pia BOT huwa inatoa muhtasari wa matokeo ya mnada ambao unaonyesha taarifa muhimu zinazohitajika na wawekezaji ili waweze kufanya maamuzi sahihi kipindi kingine. Na muhtasari huu unachapishwa kwenye tovuti ya BOT, na fedha zinahamishiwa tu BOT baada ya mwekezaji kutambua kwamba yeye ni miongoni mwa zabuni zilizofanikiwa katika mnada husika. Kwa hivyo, na fedha za minada ya serikali zinalipwa ndani ya siku moja baada ya mnada. Kwa hiyo kwa mfano mnada, tunashasema mnada unafanyika siku ya Jumatano, ina maana siku ya Alhamisi lazima BOT wao wameshazipata hizo pesa. Na kama ulishinda mnada alafu hukulipia pesa, yani hukuhana malipo, unapewa adhabu. Adhabu yake ni utaruhusiwa kushiriki kwenye mnada kwa siku 30 zisizopungua 30. Lakini sasa mara nyingi ni kwamba unapokuwa umetuma ukishakuwa umejua umeshinda huu mnada, then unamtumia wakala wako hizo pesa. Na mimi naona kwamba ukiwa wakala wako ni benki, inakuwa ni rahisi, kwa sababu ukishajaza ile fomu wenyewe wanazitoa kwenye akaunti yako moja kwa moja tu, kwa hiyo haina mambo mengi. Haya, kalenda ya mnada inafanana kama hivyo. Kwa hiyo baada ya serikali kufanya kutengeneza bajeti zake, na tayari sasa BOT wanatengeneza kalenda ya minada mbalimbali itakayofanyika kwa mwaka mzima. Kwa hiyo utajua mwezi gani, tarehe ngapi kutakuwa na mnada gani, na ni mnada wa muda mfupi au wa muda mrefu. Ni dhamana za muda mfupi au dhamana za muda mrefu. Kwa mfano hapo Oktoba tarehe 2 mwezi wa 5 2025 ilikuwa ni tarehe ya mnada, na tarehe ya kuanza ilikuwa ni tarehe 31 Julai 2025. Kwa hiyo dhamana nyingine za serikali zinakuwa zinatangazwa tena. Kwa mfano labda inaweza ikawa walifanya mnada kwa mara ya kwanza, hawakupata zile pesa zote ambazo walikuwa wanahitaji kuzipata, kwa hiyo watatangaza tena ili waweze kukusanya hicho kiasi walichokuwa wanataka. Kwa hiyo kwa mfano kama hii hapa, tarehe ya mnada ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 10 2025, lakini tarehe ya kuanza kwa hiyo dhamana ilikuwa ni tarehe 31 mwezi Julai 2025, na tarehe ya kumalizika ni tarehe 31 Julai tarehe 31 Julai mwaka 2035. Ina maana ukiangalia hapo kwa haraka utagundua kwamba ni bondi ya miaka 10.
Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo zinawekwa kwenye kalenda, na kwenye hii kalenda hawaweki tena kwamba kwenye hiyo bondi utapata riba ya asilimia ngapi. Huko zamani walikuwa wanaweka kiwango cha riba, lakini sasa hivi hawaweki, wanaweka tu kwenye ule mwaliko rasmi. Sasa sababu nimesema hii ni kalenda tu, baadaye tena wanatoa mwaliko wa mnada husika. Huko sasa ndo watatangaza kwamba kwa mfano kwenye hiyo bondi ya miaka 10 riba ni kiasi gani. Huu ndo mwaliko unavyofanana. Kwa hivyo mwaliko wenyewe utaonyesha, kwa mfano kama huu hapa unaonyesha kwamba ilikuwa ni bondi ya miaka 10 yenye thamani yenye interest rate ya 11.76, na siku ya mnada ni tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026, na inaonyesha kabisa kwamba anayefanya mnada huu ni nani, ambao ni serikali ya Tanzania. Kwa lengo gani? La kukusanya fedha za kufanya shughuli ya maendeleo. Na wanasema kabisa kiasi ambacho inataka kukusanya. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa ni billions of money. Na inaonyesha pia taratibu za zabuni. Taratibu za zabuni kama ambazo nimezisema hapo kwamba bidi zote zitabidi ziwasilishwe BOT online kwa kupitia wale mawakala, na kwamba shughuli nzima ya mnada itaisha au itakuwa closed saa 5 asubuhi siku ya mnada. Itaonyesha pia auction date kwamba mnada ni wa tarehe ngapi. Halafu pia itaonyesha pia lini utatakiwa kulipia pesa iwapo utakuwa umeshinda mnada. Lakini pia inaonyesha kwamba je, matokeo ya mnada yatatangazwa lini na wapi. Kwa mfano kama hapa imesema kabisa matokeo ya mnada yatawekwa kwenye tovuti ya benki kuu, lakini pia na kwa wale mawakala. Alafu pia inaonyesha price per 100 shillings. Kama nilivyosema ni kwamba bei halisi inakuwa ni shilingi 100, lakini ni shilingi 100 kwa kila shilingi 100 unayowekeza. Na inaonyesha pia kiwango cha chini cha uwekezaji wako. Kwa mfano hapa ni shilingi milioni 1. Nilishasema kabisa kwamba kima cha chini cha kuwekeza especially kwa dhamana za serikali za muda mrefu ni milioni 1. Alafu itaonyesha kabisa kwamba interest payment date ni interest ni kiasi gani. Kwa mfano kama hapo ilisema ni 11.76, na inaonyesha pia hizo koponi utalipwa tarehe gani, mwezi gani. Kwa hiyo tumeshasema kuponi unalipwa mara 2 kwa mwaka, na watasema exactly hizo mara 2 kwa mwaka ni lini. Halafu pia itasema mambo yanayohusiana na taksi. Je, hicho kipato utakachokipata kitakatwa kodi? Nimeonyesha pale mwanzoni kabisa kwamba uwekezaji wa dhamana za serikali za muda mrefu hazikatwi kodi. Halafu wanaonyesha pia aina ya pesa ambayo utatumia. Kwa mfano hapa ili uweze kuwekeza utabidi uwekeze kwa hela za Kitanzania. Hauwezi kuwekeza kwa dola au kwa euro au kwa pound. Pia itaonyesha tarehe ambapo dhamana hii itaiva au bondi hii itaiva. Kwa hiyo utajua kabisa ni mwaka gani, tarehe ngapi bondi yako itaiva. Itaonyesha kwamba pia kama ni lini utaanza kuweza kufanya uuzaji kwenye secondary market, ambao mara nyingi inakuwa ni siku moja baada ya mnada unaweza ukauza bondi yako ukitaka. Lakini kwenye soko la upili kama kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Pia inaonyesha taarifa kuhusiana na mtu ambaye amedefault. Yaani wewe umeshinda mnada alafu ukaingia mitini. Mara nyingi watu ambao wako likely kuingia mitini ni wale ambao unakuta amebidi kwa hela kubwa afu akapata, afu baadaye anabadilisha mawazo. Yaani kweli, yani nilipia hela zote kwa ajili ya bondi yenye thamani hii.
haiwezekani, anaingia mtini. Ukiingia mtini unapewa adhabu, huwezi kushiriki minada mingine yoyote ya dhamana za serikali kwa kipindi kisichopungua siku 30. Nimeshasema hapo nyuma. Haya, alafu inaonyesha sera ya ulipaji wa kuponi, kwamba kwa mfano ikitokea kwamba siku ya kulipwa kuponi imeangukia Jumamosi, itabidi wakulipe siku ya kazi inayofuata. Ina maana kama ilikuwa ni Jumamosi, basi utalipwa Jumatatu. Na nataka pia niwatoe hofu jamani, yani serikali inafanya kazi yake ipasavyo, na kama inasema inalipa siku fulani ni siku fulani. Haya, na inaonyesha pia, huu mwaliko pia unaonyesha pia ni nani yuko eligible kushiriki. Nimeshaongelea hapo awali. Kama wewe ni mwanachama wa East African Community, kwa hiyo niseme mimi na wewe, taasisi binafsi, kwa ndo wanaoweza kushiriki kwenye huu mnada. Hii ni mfano wa fomu ya zabuni ile ambayo nimeongelea mwanzoni, kwa sababu nimesema ili uweze kushiriki mnada lazima ujaze fomu ya zabuni, na hapa ni baada ya kwamba umeshapata ile CDS number kutoka kwa wakala wako. Kwa kinachofuata tena ni kujaza fomu ya zabuni. Fomu ya zabuni inafanana hivi, na hii nimeonyesha fomu yangu ambao wakati nashiriki mnada 2024 niliijaza. Kwa hiyo utaona pale ina jina langu, ina address yangu, ina account namba yangu ya benki, namba yangu ya simu na tarehe ambao nimejaza hii form. Na kama unavyoiona inafanana tu kama barua hivi, na tunamwandikia gavana wa Benki Kuu, na lengo la hii ni kusema kwamba unaomba kununua dhamana za serikali, ambao sasa uta quote kama inavyoonekana kwenye ule mwaliko, kwa sababu ule mwaliko una taarifa zote kwamba ni mnada namba ngapi, ni issue namba ngapi, na utafanyika tarehe ngapi. Kwa hiyo utaangalia pale, alafu utajaza hizo taarifa hapa, na utasema kabisa unanunua bondi ya muda gani na yenye thamani gani, na thamani unaiweka hapa sio ile hela ambayo utanunulia hiyo bondi, ni ile thamani halisi ya bondi yako. Halafu kwa mimi niliweka pale, lakini pia bei gani, kwa bei ipi. Kwa mfano unanunua dhamana ya serikali ya miaka 25 yenye thamani ya milioni 50, labda kwa bei ya shilingi 101.0154. Hii ni bei ambayo mimi niliiweka na ni bei halisi ambayo niliweka. Alafu hapo chini inakukumbusha kabisa kwamba ujikomiti kwamba utalipa hii bond utakapokuwa umepata notification kwamba umefanikiwa kwenye huo mnada, alafu una sign, unapeleka wakala wako. Kwa hiyo kwa mimi nilipeleka hii form CRDB, kwa sababu CRDB ndio wakala wangu, ndio huyo aliyenifungulia CDS number. Na by the way nilipata huu mnada, nilifaulu, lakini nililipia zaidi na maana. So huu ni mfano wa muhtasari wa matokeo ya mnada, na unaonyesha kabisa wale, kwa sababu kuna makundi mawili. Tulishasema unaweza ukashiriki mnada wa serikali either kwa kupitia njia ya ushindani au njia isiyo ya ushindani. Kwa hiyo watakapotoa matokeo wanaonyesha kabisa wale walioshiriki kwa njia ya ushindani na ambao walishiriki kwa njia ambayo sio ya ushindani. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ilikuwa ni bondi ya muda gani na interest rate ilikuwa kiasi gani, na huo mnada ulifanyika lini, na haya ndio matokeo. Kwa hiyo kwa mfano kwenye hii ilikuwa ni ya mnada ambao ulifanyika tarehe 14 Januari 2026, na ilikuwa ni bondi ya miaka 10 na interest rate yake ilikuwa 11.75%. Na kama ni bondi ya miaka 10, ina maana utaona kwamba redemption date yake pale miaka 10, ina maana ni 2036 ndio hii
bondi yako inaiva. Number of bids walizozipata kwa kipindi hicho walipofanya huo mnada tarehe 14 Januari kwa wale walioingia kwa njia ya ushindani ilikuwa ni 66, lakini zilizofanikiwa ni 42 tu. Halafu waliobidi kwa bei ya juu zaidi ilikuwa ni shilingi 105.8392. Waliobidi kwa bei ndogo zaidi ilikuwa ni shilingi 88. Lakini je, ni bei gani ambayo ulikuwa ukiitaja ya chini zaidi ambayo ulikuwa ukiitaja yani ungefaulu? Ni shilingi 100. Kwa wale wote ambao wamebidi bei yoyote chini ya 100 hawakupata mnada. Hapo uelewe vizuri kabisa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwenye matokeo kwamba minimum successful price kwenye huo mnada ilikuwa ni shilingi 100. Kitu chochote chini ya 100 yani inabidi tu ujiconsider kwamba umekosa mnada. Na weighted average price wanaonyesha kabisa kwamba je, wastani wa bei kati ya hao watu wote ambao walishiriki mnada ilikuwa ni shilingi ngapi? Ni shilingi 102.6121. Na weighted average yield to maturity kwamba kipato ambacho unakipata kwenye hiyo bondi yako kama utasubiri mpaka iive kwa asilimia ni 11.3021. Na utaona kwamba imepungua kwa sababu wastani wa bei ulikuwa ni shilingi 102. Ina maana watu walilipia zaidi. Ina maana sasa kama ulilipia zaidi ina maana uligharimika zaidi. Ina maana kama uligharimika zaidi ina maana in a way kulikuwa kuna loss hapo. Kwa ndo maana unakuta uhalisi inakuwa inapungua. Weighted average coupon yield. Hichi ni kipato cha bondi yako ukilinganisha na hela ambayo ulilipia hiyo bond, ambayo ni 11.45. Japokuwa BOT watakulipa kuponi yako kwa kutumia 11.75. Amount offered, BOT walitaka kukusanya bilioni 115,640, lakini watu walipeleka shilingi bilioni 190,856. Jumla ya watu wote waliobidi walipeleka shilingi bilioni 190,856 elfu. Ina maana utaona kwamba watu walipeleka hela nyingi zaidi kuliko ambazo BOT walikuwa wanazitaka. Kwa hiyo hapa ina maana ndo hapa inakuja kwenye under subscribe au over subscribe. Ina maana hapo kulikuwa kuna hela za ziada zaidi ya bilioni 75. Na hizi successful bids ambazo ni 42 waliweza kukusanya bilioni 115,640. Na pia wanaonyesha kwamba kuponi ya kwanza italipwa lini. Kwa hiyo kwenye huu mnada wa tarehe 14 Januari 2026, kuponi ya kwanza italipwa tarehe 15 mwezi wa 7 na kuponi ya pili italipwa tarehe 15 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni lini utapata kuponi zako. Hawa ni wale walioshiriki kwa njia ya ushindani kwa kutaja bei ya hiyo dhamana waliokuwa wanataka kuinunua. Wale walioshiriki mnada huu kwa njia ya isiyo ya ushindani, number of bids received, zabuni zilizopokelewa zilikuwa 83 na zilizofanikiwa ni 83. Ndio maana nimesema kwamba ukishiriki mnada kwa njia isiyo ya ushindani chance ya kupata ni 100%, kwa sababu huko tayari kwenda na bei yoyote ile ambayo itatajwa. Kwaona ndio maana hapa kwenye highest bid na lowest bid hakuna bei kwa sababu hamna aliyetaja. Lakini kama tulivyosema, watatumia bei gani sasa kuchaji hiyo bondi yako? Wataangalia wastani wa bei zilizotajwa na wale walioingia kwa njia ya ushindani, alafu sasa huo wastani ndio utakuwa ndio bei yako ambayo utachajiwa. Parameters nyingine zinaendelea kubaki
kama zilivyo, isipokuwa sasa utaona hapa kwenye amount offered, kwa mfano amount offered yani amount ambao BOT walitaka waikusanye kwa kupitia njia isiyo ya ushindani ilikuwa ni bilioni 28 milioni 910,000. Sasa okay, ndio amount walioitaka, lakini watu wakapeleka bilioni, au walioshiriki wakapeleka bilioni 3 milioni 250,000. Sasa ina maana hii bondi hii, ina maana serikali haikuweza kukusanya kiwango chote cha pesa walichokihitaji kwa hii njia ya isiyo ya ushindani. Kwa hiyo ina maana yamkini wakaja wakatangaza tena ili waweze kukusanya hela zote walizotaka kukusanya, na tarehe ya kuponi inaendelea kubaki vivyo hivyo. Kwa hiyo jamani, huo ndo mfano wa muhtasari wa matokeo unavyokuwa. Kwa hiyo mara nyingi ukibidi ngile saa 5 unakuwa ushakuwa umebidi hiyo siku ya mnada, jioni unakuwa unatamani kujua matokeo yamekuwaje. Kwa hiyo mara nyingi mimi naenda kwenye tovuti ya BOT na kuta muhtasari na usoma, nikisha usoma muhtasari na usoma, nikisha usoma nagundua nimefaulu, na wala hata sihitaji kumpigia wakala wangu simu. Haya, tuseme uliwekeza sasa, ulishiriki kwenye mnada na umeupata. Baadaye tuseme unataka tu kupata statement ya uwekezaji wako BOT. Unaenda kwa wakala wako, unamuomba statement. Kwa mfano kama mimi nilienda kwa wakala wangu ambaye ni CRDB, nikamuomba statement, na statement inafanana hivyo. Kwa hiyo itaonyesha CPD name. CPD name nimeshasema CPD ni Central Depository Participant, yule wakala ambaye sasa yeye ndio anakusaidia uweze kuwekeza BOT, ambao kwa mimi ni CRDB Bank. Client name ni mimi mwenyewe, na utaona hapo security account, utaona CDS namba zangu ziko hapo, na itaonyesha kabisa bondi zangu zote ambazo tayari ninazo BOT, na zinaiva mwaka gani, na zilianza lini, na bei ambayo nilinunulia hizo bondi, na kuponi ambao mimi ninalipwa. Mimi na bahati nilifungua hizi nilinunua hizi bondi wakati zinauzwa kwa coupon rate ya 15.95. Kama tulivyosema hapo awali, sasa hivi zimepungua kidogo, lakini still bado ni faida nzuri. Kwa hivyo jamani, kama ulikuwa ufahamu kuhusiana na dhamana za serikali, kwa ufupi, hayo ni mambo yote ambayo ulipaswa kujua kuhusiana na dhamana za serikali. Jamani, ni njia nzuri sana ya kupata kipato cha ziada. Maisha yanaendelea kuwa magumu kila siku. Kwa hivyo, angalia ni jinsi gani unaweza kushiriki au kutumia fursa hii. Jamani, ukiwekeza unaacha kuwa na roho mbaya kazini. Unaacha kuwa na kiroho cha kwa nini. Unaacha kuwa mbea. Maana utakuwa uko busy unafuatilia uwekezaji wako. Kwa hiyo tafadhali chukua hatua. Kama umependa presentation hii, tafadhali subscribe, like, lakini pia share. Na kama una maswali, tafadhali andika kwenye comment section na nitamjibu kila mmoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.